Mimi sio mshauri kwenye ndoa zenu, wala sio mshauri kabisa kwenye ndoa zenu, ila natamani muwe na upendo kwenye hizo ndoa zenu ambazo mnaishi nazo ndani ya nyumba. Upendo ni jambo la msingi sana, kwa sababu unaweza ukasema huyu mwanamume hafai, kumbe ni mwanamume wa ndoto yako. Huyu ni mwanamume ambaye unaweza ukazeeka naye. Sio, mnanielewa? Yaani nikisema hivyo sio kama mtanielewa, lakini najua mtanielewa tu taratibu. Yaani kumwacha mwanamume au kumwacha mwanamke sio ni jambo la kutatisha. Sawa, ila nachokiwaza huko unakoenda, utakuwa mjane au utakuwa umeolewa tena? Kwa sababu ndoa nyingi naziona hapa mitaani, wanawake wengi wamekuwa kama wajane, kumbe ni mwanamke kashindwa kuvumilia kwenye nyumba yake, kashindwa kuvumilia kwenye ndoa yake, kwa sababu ameona ana foleni ya wanaume wanayemtongoza, akihisi kwamba hao wanaume wanampenda zaidi. Kwa hiyo unajikuta unatoka kwenye ndoa yako, unaenda huko unazunguka, mwisho wa siku yule mwanamume ambaye alikuwa anakupigia simu ukiwa uko na mume wako, na yeye akasikia umemwacha huyo mwanamume ulionaye, atachokifanya yeye ni kukata mawasiliano na wewe, kwa sababu anapiga mahesabu ndani ya akili yake. Hivi kama kamwacha mume wake kabisa ambaye alikuwa anaishi naye, je, atashindwaje kunikimbia mimi? Yaani mwanamume ana akili kubwa sana. Yaani mwanamke unaweza kumwacha mume wako ndani ya nyumba, ukamfuata mchepuko, na yule mchepuko anafikiria kama ameweza kumwacha mume wake kabisa, ambao wameishi ndani ya mwaka mmoja, wameishi ndani ya miaka miwili, wameishi ndani ya miezi 6, anakuja kwangu. Mwanamume anajiuliza ndani ya akili yake kwamba je, aweze kuniacha na mimi? Anabaki yuko njia panda. Mwanamume anabaki yuko njia panda, atakulamba mzigo, mwisho wa siku akishapata